Fikira ni nini? Fikira ni nini? Fikira ni mkusanyiko na mtiririko wa mawazo unaotengeneza msimamo wa kiutekelezaji ndani ya mtu. Fikira ni mkusanyiko na mtiririko wa mawazo unaotengeneza msimamo wa kiutekelezaji ndani ya mtu. Fikira ni mkusanyiko na mtiririko wa mawazo ambao humtengenezea mtu msimamo, na anapokuwa na ule msimamo ndipo anapoingia kwenye utekelezaji. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mwanadamu huwa anafikiria kwanza kabla ya kutenda. Amina. Mwanadamu huwa anafikiria kwanza kabla ya kutenda. Mwanadamu si kama mnyama. Mnyama yeye huwa anatenda bila kufikiria kwa sababu yeye ni mnyama. Lakini mwanadamu ili aweze kufanya jambo, kitu cha kwanza kinakuja kwenye nini? Kwenye fikra. Anakifikiria au anakiwaza, kisha anaamua au anaweka msimamo wa jambo fulani kulifanya, na akilifikiria akiona sio jema analiacha. Wanasema. Kwa hiyo kumbe mwanadamu katika kutenda, katika kupiga hatua, katika kufanikiwa, katika kufanya chochote kinaanzia kwenye nini? Kwenye fikra. Kwa hiyo fikira ni kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kumfanya mwanadamu akawa jinsi alivyo. Au ikamfanya mwanadamu atende jinsi anavyotaka kutenda, kwa sababu kitu cha kwanza kinaanzia kwenye nini? Kwenye fikira. Na ndani ya Biblia neno fikira limeandikwa mara nyingi sana. Tutaenda kusoma sehemu chache. Tutaenda kusoma sehemu chache kwa siku ya leo katika neno la Mungu, kwamba fikra imezungumziwa katika engo ngapi. Tuangalie Zaburi ya 49 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Zaburi 49 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Tusikilize Daudi anasema nini hapo. Biblia inasema, Sikieni haya enyi mataifa yote, sikilizeni ninyi nyote mnaokaa duniani, watu wakuu na watu wadogo wote pia, tajiri na maskini wote pamoja. Kinywa changu kitanena hekima, na fikira za moyo wangu zitakuwa za busara. Nitatega sikio langu nisikie mithali, na kufumbua fumbo langu kwa kinubi. Amena. Daudi anasema sikilizeni haya enyi mataifa yote, sikilizeni ninyi nyote mnaokaa duniani. Kinywa changu kitanena hekima, na fikira za moyo wangu zitakuwa za busara. Amina. Anasema kinywa changu kitanena hekima, na fikira za moyo wangu zitakuwa za busara. Nitatega sikio langu nisikie mithali, na kufumbua fumbo langu kwa kinubi. Kwa hiyo moyo wako ni lazima ufikirie yani fikra za moyo wako lazima ziwe na busara, ndipo utakapoweza kutenda mambo ambayo hata wengine wakiona atasema hili jambo limetendwa na mwanadamu.
Kwa hiyo fikira za moyo wako unafikiria nini? Kwa sababu kile unachofikiria ndicho unachotenda. Kwa sababu tumesikia kwamba fikira ni mkusanyiko na mtiririko wa mawazo ambayo humpa mtu maamuzi ya kutekeleza jambo. Kwa hiyo sasa kila kitu kinaanzia kwenye nani? Kwenye moyo. Ndio maana Daudi anasema kwamba fikira za moyo wangu zitende kwa busara. Kwa hiyo bila moyo wako kuupa nafasi ya kufikiria mambo mema au kufikiria kwa busara, kila siku tatenda mambo ya ajabu. Haleluya. Tuangalie Zaburi 139 mstari wa 14 mpaka 18. Zaburi 139 mstari wa 14, Biblia inasema nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Mifupa yangu haikustilika kwako nilipoumbwa kwa siri, nilipoungwa kwa ustadi pande za chini za nchi. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika, chuoni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamliwa kabla hazijawa bado. Mungu, fikira zako zina thamani nyingi kwangu, jinsi ilivyo kubwa jumla yake. Kama ningezihesabu ni nyingi kuliko mchanga, niamkapo ni kali pamoja nawe. Amina. Haleluya. Daudi anasema nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Anaanza kwanza kufikiria, moyo wake unaanza kufikiria uumbaji wa Mungu, matendo makuu ya Mungu. Anaanza kufikiria. Haleluya. Kwa hiyo fikira za moyo wa Daudi zinaenda kwenye uumbaji. Anaanza kumfikiria Mungu, jinsi alivyomuumba. Anasema nitakushukuru Mungu kwa sababu uliniumba kwa jinsi ya ajabu. Huo ni moyo unafikiria, ni fikra. Haleluya. Ndo zinamtuma Daudi aanze kumshukuru Mungu baada ya kukaa na kuanza kufikiria, hivi ilitokeaje nikawa hivi? Haleluya. Hivi mamangu iliwezekanaje mpaka kanisani kawa hivi? Akaanza kufikiria, fikira zake zikamtuma, akaanza kudadisi, akaanza kujitafiti. Ndipo anafika mahali anaandika Zaburi, anasema nitakushukuru Mungu kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, kwa jinsi ambavyo hata sikutegemea, kwa jinsi ambavyo hata sikustahili. Kwa hiyo unapokuja kwenye mambo ya uumbaji, unapomfikiria Mungu, unapata vitu vya kushangaza. Haleluya. Haleluya. Ndipo anasema mifupa yangu haikustirika kwako nilipoumbwa kwa siri, nilipoungwa kwa ustadi pande za chini za nchi. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika, chuoni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamriwa kabla hazijawapo. Mungu, fikira zako zina thamani nyingi kwangu, jinsi ilivyo kubwa jumla yake. Fikira za Mungu kwa mwanadamu ni tofauti na jinsi sisi tunapofikiria. Jinsi Mungu anavyotufikiria ni tofauti na sisi jinsi tunavyofikiria. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Mungu kabla hajatenda jambo huwa anafikiria. Kuna wakati Mungu alitenda kwa hasira, lakini hasira ilipoisha akafikiria, akafanya maamuzi ambayo kama ni Mungu leo tunaishi duniani,
Ni kwa sababu Mungu aliamua kufikiria upya maamuzi yake. Haleluya, haleluya. Ni kama leo tuko hivi, ni kwa sababu Mungu alifikiria upya maamuzi yake. Ndipo akaweka agano na mwanadamu, akasema nimewaza vingine tofauti na nilivyofikiria zamani. Kwa sababu kuna kipindi Mungu anasema ninajuta kwa nini nilimuumba mwanadamu, ninagairi kwa nini nilimuumba mwanadamu, kwamba siku zote mwanadamu ana mawazo mabaya tu, hakuna anaowaza jema hata moja, hakuna. Yaani Mungu anapokana yuko pale mbinguni anatuangalia sisi, yaani anatuona kabisa kwamba hawa, yaani hata kushukuru tu kama Daudi anavyosema na kushukuru Mungu kwa jinsi ulivyoniumba, hawana. Wao mawazo yao kila siku ni mabaya. Angalia hata alipowaonea wa huruma wana wa Israeli, wanateswa pale Misri, wanateseka. Mungu akamwambia Musa, nimeona kilio cha wanangu pale Misri, sasa nakutuma uende ukawafanyeje, ukawatoe pale. Mungu alisemaga mtaishi uhamishoni miaka 400. Sasa wakati imefikia miaka 400, Mungu anaona sasa watoe pale awapeleke nchi ya Kanani, kwamba watakuwa wamejifunza, watakuwa wameelevuka, watakuwa na mawazo na fikra tofauti juu ya maisha ya kimungu. Haleluya. Anawatoa, wako njiani, wanafika wanamwambia Musa, hivi wewe Musa umetutoa Misri, tulikuwa tunakula nyama, unatuleta huko tunakula mana tu, mamikate tu, si ungetuacha huko tukaendelea kula nyama? Yaani yale mateso ambayo walikuwa wanamnungunikia Mungu hayapo tena, yaani washasahau. Na mpaka Mungu anasema watoe pale kwa sababu walikuwa wanafanyaje? Wanamnungunikia. Sasa amewatoa, badala ya kumshukuru Mungu kwamba bado hawajafika kwenye nchi ya maziwa na asali, wako njiani wanataka nyama. Haleluya. Mungu akamwambia okay. Musa akajitenga, akamwambia Bwana, hao watu wako wanataka kuniua. Mimi silikwambia nisiende peke yangu bila wewe, tuongozane. Lakini Mungu alikataa kuongozana na Musa. Akamwambia Musa, hao watu wewe nenda nao tu, kwa sababu mimi nikiongoza nao mimi nitawaua wote njiani, hawatasalia hata mmoja. Sasa nenda nao. Sasa Musa naye anafika mahali wanamuinukia, wanamwambia Bwana, wewe Musa, ulitutoa kule tunakula nyama, sasa hapa toka tuna siku leo 30 hata nyama tujawahi kuonja. Mungu akamwambia okay, wanataka nyama waketishe. Mungu akamwaga kware ili kuwafurahisha tu wanadamu. Mungu akamwaga kware, watu wakala. Haleluya. Watu wakala. Lakini bado na miujiza hiyo, wakatoka pale, ile hamu ya nyama ikaisha, wametoka wamefika mbali, bado wananungunika. Kwa hiyo ndio fikra za mwanadamu zilivyo kila siku. Lakini fika tu Mungu akasema hapana, kwa sababu nilimwahidi Nuhu kwamba sitaiangamizaka tena dunia, itabidi niende nao hivyo hivyo, niende nao hivyo hivyo. Ndio mwisho kabisa akasema sasa niwapelekee mwanangu Yesu Kristo, ili basi angalau akaweze kuwakomboa hawa watu kutoka katika dhambi, kutoka katika fikra mbaya, ili basi wakaweze kujua ukweli, akawafundishe kujua ukweli. Haleluya, haleluya.